Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe kila kinachotrend huko mitandaoni kinachohusiana na michezo, utakikuta mahala hapa. Kubwa bwana ni vikosi vyetu vya klabu zetu hizi, kwa maana Young Africans, Simba Sports Club pamoja na Azam FC, bila kusahau Singida Black Stars, wakiwa katika majukumu sasa ya kimataifa kupigania michuano ya ligi ya vilabu kwa ngazi ya kafu. Na kinachoendelea hivi sasa ni kwamba klabu ya soka Young Africans tayari imeshatua huko Malawi kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wake dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Timu hiyo imewasili salama Lilongwe huko Malawi muda mchache hivi ninavyozungumza na wewe. Young Africans imewasili huko Malawi chini ya kocha Romain Folz. Young Africans inatarajiwa kufanya makubwa kwelikweli kwenye mchezo huo, na ikumbukwe tu kwamba Young Africans haikusafiri peke yake kwa maana ya benchi la ufundi la Romain Folz, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamesafiri na timu hiyo ni pamoja ni Didier Diarra, Msheri, Khomeini, Mwenda, Kouma, Boka, Huseini kwa maana Mohamed Huseini, Jobu, Asinki, Bakari Nondo Mwamunyeto, Baka, Andambwile, Bala Conte, Mudathiri Yahya, Dukabuye, Dombia, Pakome Zuzwa, Edimundi, Chikola, Mzize, Ekwa, Maxim Pianzengeli, Dube Prince pamoja na Boyeli. Hiki ni kikosi cha Young Africans ambacho kimesafiri na hivi ninavyozungumza na wewe tayari kimeshatua huko Lilongwe nchini Malawi kujiwinda na mchezo wake wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambapo Young Africans itacheza na timu ya Silver Striker huko Malawi. Mchezo huu unatarajiwa kupigwa Oktoba 18. Oktoba 18 itakuwa ni siku ya Jumamosi majira ya saa 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Young Africans haina wasiwasi hata kidogo. Young Africans imejidhatiti kwelikweli kuhakikisha inawapatia burudani mashabiki wake, lakini pia kupata ushindi uliokuwa mzuri na mnono, sababu ina kila sababu ya kushinda mchezo huo. Hawa ni mabingwa mfululizo ama mara 4 mfululizo wa soka letu la hapa nchini Tanzania, lakini wana kikosi imara kwelikweli, lakini hata rekodi zinawabeba Young Africans katika mashindano ya kafu. Young Africans mwaka 2022 ilitinga hatua ya raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini haikukoma hapo. 2023 Young Africans iliingia finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yote tunakumbuka Mamelodi Sundowns ikiwaadabisha Young Africans katika mchezo huo, lakini pia 2024 robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika Young Africans ilifika hatua nzuri kweli kwenye michuano hiyo, na 25 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa rekodi hii bila shaka Young Africans ina nafasi kubwa sasa ya kufanya vizuri kwenye mchezo huo na pengine kuondoka hata na ushindi mnono kwenye mchezo huo. Hii si mara ya kwanza kwa Young Africans kufanya vitu vikubwa namna hii. Tunakumbuka chini ya Romain Folz, Young Africans mchezo wake wa awali iliweza kupata matokeo ya magoli 3 ugenini kwenye michuano hii ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, na wakaja nyumbani wakapata ushindi wa goli 2-1 hapo, na Young Africans ikasonga mbele. Kwa hiyo mchezo huu sasa ni mchezo ambao Young Africans wanakwenda kuhakikisha wanapata matokeo, lakini pia pira biriani likipigwa. Wengi wamekuwa na matumaini makubwa kwamba Young Africans itafanya vizuri, lakini sio tu vizuri, lakini pia wanaamini kwamba Young Africans itacheza mchezo mzuri kweli kunako mechi hii, sababu Young Africans imeongeza baadhi ya watu kwenye benchi lake la ufundi. Patrick Mabedi, kocha wa timu ya taifa ya Malawi, huyu
yupo ndani ya benchi hili la ufundi ambaye atasaidiana na Romain Folz kuhakikisha Young Africans inacheza ule mpira ambao mashabiki wamekuwa wakiutamani kuona kwa muda mrefu, na hivyo basi bila shaka Young Africans inakwenda kufanya kitu kikubwa kwenye mchezo huu, na Silver Striker hawataamini kile wanachokitarajia kukipata kutoka kwa Young Africans. Klabu ya Yanga ilimtambulisha kocha Romain Folz kuwa kocha mkuu wa kikosi hiko kwa ajili ya msimu huu 2025-26. Kocha huyo mwenye leseni ya UEFA Pro pamoja na Campbell Pro alitua Young Africans kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Miloud Hamdi aliyetimkia Ismailia ya Misri baada ya kudumu katika kwa takriban miezi 6 na kushinda ubingwa wa ligi kuu bara, kombe la FA na muungano na kombe la FA. Kabla ya Yanga rekodi zinaonesha Romain Folz mwenye umri wa miaka 35 alishawahi kuwa ni kocha kwenye vikosi kadhaa ama timu kadhaa barani Afrika, na hivyo ana uzoefu mzuri tu na timu za Afrika, na hata michezo aliyocheza tumeshaiona mpaka hivi sasa. Amefanya vizuri kweli katika michezo aliyocheza, na kama una wasiwasi waulize Simba walivyopoteana katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakipigwa goli 1-0 kwenye mchezo wa ngao ya jamii, mchezo ambao Maxim pia Pacome Zouzoua akitupia goli la utata hivi lilozua mjadala wakidai kwamba motea na Young Africans wakaondoka na ngao ya jamii. Huyu ni Romain Folz, mzaliwa wa Ufaransa. Alianza rasmi kazi yake hii ya ukocha kunako mwaka 2018 na ameteuliwa katika timu kadhaa wakati wote huo wa ukocha, akiwemo West Virginia United ya Marekani amewahi kuitumikia huyu mwamba. Hivyo basi hapana shaka Young Africans wanaye kocha mzuri kweli kwenye benchi la ufundi, ingawaje kulikuwa na utata wa hapa na pale kwamba inakuwaje kocha huyu anachezesha timu ikiwa bado haina mwonekano mzuri uwanjani. Timu haionekani kipiga pasi nyingi, pira biriani ile ikipotea, lakini licha ya CV kubwa aliyokuwa nayo bado mashabiki wa Yanga wamekuwa na wasiwasi na kocha huyu. Kocha huyu Romain Folz mwaka 2019 aliwahi kuhudumu kama kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Uganda. Baada ya hapo aliteuliwa kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Pyramids ya nchini Misri. Mwaka 2020 Romain Folz aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Benchen United ya Ghana. Kisha alihamia Ufaransa kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Nirot. Mwaka 2020-21 alikabidhiwa mikoba ya kuinoa klabu ya Ashanti Gold ya Ghana kabla ya kwenda Botswana kuifundisha klabu ya Township Rollers, ambapo mwaka 2020-22 alihamia Afrika Kusini kwa mara ya kwanza na kuifundisha Marumo Gallants, akiwa ndiye kocha mdogo zaidi katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Aliongoza klabu ya Amazulu kuanzia mwaka 2022 hadi 23, ambapo mwezi Aprili 23 alihamishiwa kuwa mkurugenzi wa ufundi. Hii CV ya Romain Folz ni kubwa kweli. Mwaka huu 2023 alijiunga huyu na klabu ya Horoya ya Guinea. Kisha mwezi Julai 24 alijiunga na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kama kocha msaidizi hadi tarehe 10 Desemba 24 Machi 2025 alitua klabu ya Olympique Akoub inayoshiriki ligi kuu ya Algeria akiwa mkurugenzi wa michezo, nafasi ambayo aliitumikia hadi Julai mwaka 2025, kisha akatua mwamba Young Africans. Huyu ni kocha Romain Folz. CV inambeba, ana ukubwa kweli, jina lake ni kubwa hasa, si kitoto. Licha ya mashabiki wakiona kana kwamba hatoshi kunako Young Africans kutokana na matokeo ambayo ya umewapata Young Africans ya kutokuridhishwa na aina ya uchezaji ambao Romain Folz anacheza.
Inakumbukwa mechi ya Mbeya City na Young Africans kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo Young Africans iliondoka kwa sare ya 0-0. Mechi ilizua utata kulikweli. Wengi wakaona sasa hatima ya Yanga iko mashakani chini ya mikono ya Romain Folz, sababu pira halichezwi na matokeo si ya kuridhisha. Ndipo wasiwasi ukazidi kuongezeka. Ingawaje rais wa klabu ya Young Africans na mjumbe wa bodi huko FIFA, hapa namzungumzia mheshimiwa Engineer Hersi Said, ambaye pia ndio mwenyekiti ama rais wa vilabu barani Afrika, akaendelea kumwamini Romain Folz, akisema kana kwamba huyu anastahili kuendelea kusalia Young Africans. Ndio maana aliendelea kuwepo mpaka sasa, licha ya kuzua utata na wasiwasi mwingi, watu wakidhani kwamba huenda angetimuliwa, lakini mpaka leo bado yupo. Hivyo basi uwepo wake ndani ya Young Africans mpaka leo pia utategemea na matokeo watakayoyapata Yanga huko karibuni nchini Malawi dhidi ya Silver Strikers. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakaopigwa tarehe 18 siku ya Jumamosi majira saa 10 alasiri. Matokeo mabaya wakiyapata Young Africans, basi itakuwa ndio safari sasa ya Romain Folz imeishia hapo ndani ya Young Africans, kwa sababu mashabiki wengi hawaonyeshi kumuunga mkono kocha huyu, na hivyo basi huenda ikawa ndio sababu ya kutimuliwa.